kuliishi neno, sio kusoma neno. Manake Mkristo wa kawaida atoke kwenye level ya kusoma neno aingie kwenye level ya kujifunza neno, atoke kwenye level ya kujifunza neno aingie kwenye level ya kulitafakari neno, alafu aingie kwenye level ya 4 ya kuliishi neno, kwa sababu ile level ndio lile neno lililoko ndani yake litaanza kufunuliwa, litaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lakini siku ya jana ambayo siku ya 3 tukazungumza kwa habari ya nguvu ya msalaba, na tukazungumza matokeo ya msalaba. Yesu alipokuja, matokeo gani yalifanyika kwetu? Tukaona matokeo makuu 5. Tukasema tokeo la kwanza, sisi tukasamehewa dhambi zetu zote, alafu tukapewa uzima wa milele, alafu tukahesabiwa mara 100 duniani. Kwa hiyo Kristo hakuja kufa msalabani kwa ajili ya kusamehewa dhambi peke yake au kwa ajili ya uzima wa milele peke yake, lakini uzima wa milele kisha mara 100 duniani. Lakini pia tukaangalia, sio, unaelewa sawa sawa wewe? Bwana Yesu asifiwe. Nataka ni summarize ili tunapoelekea tujue tunaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukaongea kwa habari ya nguvu ya msalaba. Tukasema tukizungumza kwa habari ya msalaba, tumezungumza kwa habari ya mambo makuu 4. Tumezungumza kwa habari ya upendo wa Mungu. Tukizungumza kwa habari ya msalaba, tumezungumza kwa habari ya neema ya Mungu. Tukizungumza kwa habari ya msalaba, tumezungumza kwa habari ya nguvu ya Mungu. Na maana Warumi sura ya 1 mstari wa 16, Biblia inasema sionee Injili kwa maana ni uwezo, kwa maana ni nguvu, because it is the power of God to salvation. Kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo tukizungumza kwa habari ya msalaba, tumezungumza kwa habari ya nguvu. Ndio maana Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18 asema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu. Kwa hiyo tukiongea kwa habari ya msalaba, tunaongea nguvu ya Mungu iokoayo. Tukiongea kwa habari ya msalaba, tunaongea hekima ya Mungu iliyofunuliwa duniani ili kutambulisha upumbavu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia 2026 hautaingia kitoto. Mwambie jirani yako, jirani wewe jirani, hautaingia kizembe. Mtikise jirani kama anashangaa, mwambie acha kushangaa wewe hapa. Usishangae magorofa ya Mwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo tunakwenda kuangalia kwa habari ya madhabahu. Mwambie jirani yako madhabahu. Mwambie jirani yako madhabahu. Mwambie jirani, usiniambie mimi. Mwambie jirani yako madhabahu. Sema madhabahu. Sema madhabahu. Nisikie tena, sema madhabahu. Nasikia watu wawili tu hapa mbele hapa. Sema madhabahu. Maneno ninakwenda haraka kwa sababu baadaye tunamkesha. Na huo mwaka mwambie jirani yako tutavuka kibabe. Unaelewa sawa sawa? Huu mwaka nakwambia tutavuka kibabe. Wakitutega na nazi huu mwaka wataikuta kwenye ubwabwa. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda kuzungumza kwa habari ya madhabahu. Na kwenye madhabahu tunakwenda kuangalia mambo makuu 5. Jambo la kwanza, Mungu wa madhabahu. Wale wanaoandika. Jambo la kwanza, Mungu wa madhabahu. Jambo la kwanza, Mungu wa madhabahu. Nataka twende haraka sana, kama uweze kwenda haraka utakwepa kwa mwingine. Kwa sababu hapa tuko gia namba 5. Hatutarudi tena. Tushapanda milima sana. Hapa sasa tunashuka mlima Kitonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la kwanza kwenye madhabahu tunaangalia Mungu wa madhabahu. Jambo la pili tunaangalia kuhani wa madhabahu. Na hii nazungumzia madhabahu zote. Madhabahu za giza kuna viongozi wa vilinge, sio kila mtu anaweza kusimama pale kutoa sadaka. Naelewa sasa. Lakini pia jambo la 3, ibada juu ya Mungu wa hiyo madhabahu. Ibada juu ya Mungu wa madhabahu. Jambo la 4, sadaka
sadaka juu ya Mungu wa madhabahu, sadaka ya hiyo madhabahu au sadaka ya huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Jambo la nne, sadaka juu ya Mungu wa madhabahu. Jambo la tano, waabudu madhabahu au washirika wa hiyo madhabahu. Leo tutasimamia hapa karibu na mchungaji. Naona nikisogea huko. Washirika. Sasa. Jambo la tano, washirika wa hiyo madhabahu, washirika. Madhabahu kwa definition yake, nataka tuende haraka sana kwa sababu ya muda wetu pia. Saa 3 kamili tuko hapa. Saa 6 kamili tunavuka mwaka kibabe. Madhabahu ni eneo, sifa ya kwanza ya madhabahu ni eneo lililotengwa. Aidha ni mti, aidha ni bonde, aidha ni jabali, aidha ni pango la mlima, aidha ni pango la mti, aidha ni kaburi. Ni eneo lililotengwa. Na eneo hili limetengwa kwa sababu kunafanyika mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, maagano hufanyika hapo. Jambo la pili, hapo mwanadamu anaunganishwa aidha na Mungu au na miungu. Nikwambia ni eneo lililotengwa. Ni sawa sana madhabahu ni eneo lililotengwa. Tangu kuwepo misingi ya ulimwengu palitakiwa patokee kanisa hapa. Kwa sababu ni eneo lililotengwa. Kwa sababu hapo maagano yanafanyika. Na hapo watu wanaunganishwa. Hapa watu wanaunganishwa. Hichi ni kiunganishi. Asiongelee madhabahu hii ambao hapa atmosphere ya hapa kuna kiunganishi. Maana Yakobo alipoenda pale Betheli, inasema alipokuwa amelala. Mwanzo 28, alipokuwa amelala, alipoamka akashangaa mahali hapa kuna ngazi imetoka mbinguni na malaika wanapanda na kushuka. Alipoamka Biblia inasema akalichukua lile jiwe, akalisimika, akalimwaga mafuta. Pale pakatokea madhabahu. Kwa sababu pale kulikuwa kuna muunganiko, kuna mahali Mungu anashuka. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia pointi ya kwanza ni Mungu wa madhabahu. Popote ambapo kuna madhabahu, yuko Mungu wa hiyo madhabahu. Aidha ni Mungu wa mbinguni au ni miungu ya mababu zetu, lakini kila madhabahu nyuma yake ina Mungu. Ndio maana ukipenda nyimbo za dunia, hutajua ni lini umeanza kuzini, kwa sababu nyuma kuna madhabahu. Sasa wewe sema napenda wanapocheza step yake, hutajua ni lini umepata ujauzito. Hutajua ni lini ulianza kutukana. Unaelewa sasa? Kwa sababu nyuma ya kila madhabahu kuna Mungu wa hiyo madhabahu. Na nyuma ya kila madhabahu kuna kuhani wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. 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 Watu wamefungwa kwenye madhabahu ni? Bwana Yesu asifiwe. Au kuna madhabahu imekushikilia, mbona hata hutaki kusema amen? Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama wanaojua kupiga kigelegele bila ushawishi wa sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Basi. Haleluya. Nimekuambia pointi ya pili ni kuhani wa madhabahu. Popote ambapo kuna madhabahu, kuna kiongozi wa hiyo madhabahu. Na kama vile madhabahu ni eneo lililotengwa, na huyo kiongozi wa madhabahu ni mtu aliyotengwa, sio kila mtu. Elewa sawa. Kama huyo madhabahu hii imetengwa, na yule anayetakiwa kwenda kuisevu kwenye ile madhabahu lazima awe ametengwa, aendane na nature, kwa sababu na Mungu naye amejitenga. Elewa sawa.
Unaelewa sawa? Kuhani wa madhabahu ila ni wa viringe, na kuambia unaweza ukawa mwanajeshi una nyota 3, lakini kwenye ulimwengu wa giza wamesema wewe ndio uliotengwa. Nakwambia hivi, utakuwa mwanajeshi koplo, utakuwa na nyota 7, utaenda kutoa kikapu. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa giza wamemwona yule ndio aliyetengwa, anaweza akashika kile kikapu. Sio kila mtu. Anaweza kaona ni katoto kadogo kako na saa 4, kakaambiwa babu wamekuita nyumbani. Kwa sababu sifa ya madhabahu ni eneo lililotengwa, na anayefanya kazi hapo ni mtu anayetengwa. Aidha ni kwenye ulimwengu wa giza au ni kwenye ulimwengu wa roho, lazima atengwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa sana makuhani wakuu walipokuwa wanaingia patakatifu Agano la Kale. Makuhani wengine walikuwa wanaishia huo wa nje, lakini kuhani Walawi walikuwa wanaingia huo wa ndani patakatifu. Lakini sio kila kuhani aliyekuwa anaingia patakatifu. Aliyekuwa anaingia patakatifu ni kuhani mkuu. Sifa ni kuhani mkuu aliyetengwa. Huyo ndio anaweza kadownload mambo ya roho.